Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Dismas Godbless, nikukaribisha katika chaneli yetu ya Siri za Ufalme, na hii ni Tiwa Moyo. Kama hujasubscribe na kuomba usubscribe ili familia yetu iwe kubwa, na kama hujaweka on notification bell na kuomba uweke on notification bell ili uwe kwanza kupata vipindi vyetu. Katika Biblia kile kitabu cha Mathayo 17 kuanzia ule mstari wa 18, neno la Mungu linasema, Yesu akamkemea pepo, naye pepo akamtoka, yule kijana akapona tangu saa ile. Kisha wanafunzi wake wakamwendea Yesu kwa faragha wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende huko, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Lakini namna hii haiondoki ila kwa kusali na kufunga. Sasa mwana wa Mungu, nataka tuangalie mstari kwa undani zaidi kadiri Mungu atavyotujalia leo. Neno la Mungu ukianzia katika ule mstari wa juu, tunaona huyo kijana alikuwa anasumbuliwa sana na pepo ambalo lilikuwa likimwangusha katika moto, likimwangusha katika maeneo mbalimbali. Naye aliposikia habari za Yesu Kristo, akabidi achukue kijana wake awapelekee wanafunzi, kwa sababu Yesu Kristo alikuwa kumpata ilikuwa ni nadra sana, kwa sababu alikuwa akihudumia watu wengi sana. Sasa ameenda kwa wanafunzi wakajaribu kumtoa yule pepo, lakini wakashindwa. Yule pepo akawagomea kabisa. Sasa baada ya kushindwa, yule bwana akaamua kumleta mtoto wake kwa Yesu. Ndipo hapa mstari wa 18, Yesu akamkemea yule pepo akamwacha kijana. Sasa wanafunzi wake ngoja tukamuulize Yesu, kwa nini sisi tumeshindwa na yeye ameweza, na kati yeye anasema kwamba tutafanana na yeye? Basi wanafunzi wakarudi kumuuliza. Stop kwanza hapo kabla sijaendelea. Je, wewe waga ukishindwaga mambo, waga una utaratibu wa kurudi kumuuliza Mungu? Una utaratibu wa kurudi kumuuliza Yesu kwamba kwa nini hichi akijaenda sawa? Basi tuendelee. Hao wanafunzi ule mstari wa 19 tunaona wanarudi wanamuuliza Yesu, kwa nini sisi tumeshindwa kumtoa pepo huyu? Ule mstari wa 20 Yesu anasema, sasa nataka tuangalie, my point yangu iko hapa. Yesu anawaambia hivi, ni kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana mtu akiwa na imani hata kidogo kiasi cha punje ya haradali, anaweza kuambia huu mlima ng'oka, uondoke hapa uende sehemu fulani, nao ukamtii. Umeona? Yaani kale ka imani kadogo, hao wanafunzi wanaonekana kwamba walikakosa, ndio maana yule pepo hakutoka. Anaambia mtu akiwa na imani kiasi hichi, ana uwezo wa kuambia mlima ng'oka uondoke, na mlima nao ukamtii. Alafu anamalizia kwa kusema kwamba halitakuwako neno ambalo litakuwa gumu, yani halitakuwako neno ambalo litawashinda ninyi kama mtu atakuwa na imani. Lakini Yesu mstari wa 21 ananishangaza, anasema hivi, namna hii haiondoki. Hebu turudie sote mstari wa 21. Anasema hivi, lakini namna hii haiondoki ila kwa kusali na kufunga. Maana yake ni nini? Anakanusha mstari wa 20 kwa mstari wa 21 ili kuwajibu wanafunzi wake jibu walilouliza katika mstari wa 19. Jibu la swali lililoulizwa na wanafunzi katika mstari wa 19 linajibiwa na mstari wa 21 kama conclusion. Maana yake mstari wa 20 ambao Yesu anasema kwamba kwa imani unaweza kuhamisha milima, ilikuwa ni kama njia. Alafu anakuja kukonkludi kwamba namna hii haiondoki ila kwa kusali na kufunga. Kwa hiyo iko hivi, unaweza ukawa na imani, sio mbaya kuwa na imani.
Unaweza ukawa na imani nzuri, unaweza ukawa una imani kiasi kwamba kuhamisha milima, lakini siku ambayo mlima utakaoambia ung'oke alafu kwa kugomea, usione kwamba umekosea sana kwa Mungu. Kuna namna ambavyo mlima hauwezi kutoka, ila ni kwa kufunga na kuomba. Biblia inasema hivi, Yesu anawaambia hivi, kwa imani unaweza ukauambia mlima ng'oka, ila anasema hivi, kwa sababu ili pepo limewakataa, anarudi anawajibu kwamba ila kwa namna hii. Ina maana pale mstari wa alikuwa anatuonesha njia kwamba unaweza ukafanya hivi na hivi na hivi ikafanyika, lakini kwa namna hii. Yani ukishaona kitu kimekugomea namna hii, anaonesha sasa namna hii ni kwa kufunga na kuomba, sio kwa imani. Kuna vitu vingine unaweza ukatumia imani, kumbe imani ina ukomo. Sasa ukomo wa imani ndio tunaingia kwenye maombi ya kufunga na kusali, mwana wa Mungu. Kwa hiyo unaweza ukawa na imani kwamba unapata kazi, ukashangaa kazi haipatikani. Unaweza ukawa na imani kwamba kuna nili, ukashangaa. Lakini ukishaona namna hiyo imeshindikana, rudi katika kufunga na kuomba. Next time nitakufundisha maombi ya kufunga na nguvu ya ulimwengu wa roho. Mungu atubariki sote. Mungu akubariki sana. Mimi naitwa Dismas Godbless. Kama hujasubscribe channel yetu, subscribe ili familia iwe kubwa, na turn on notification bell kwa ajili ya vipindi vijavyo. Mpaka wakati mwingine, amen.